Wiki chache zilizopita tulikuwa katika mkutano wa MESEA kule Nairobi, na katika mkutano huo jambo lililosisitizwa zaidi au agenda nzito iliyobeba mkutano huo yalikuwa ni habari ya vijana, na naona hapa vijana wengi sana, na tunaambiwa wazi kuwa vijana, wingi wenu kwanza mimi unanipa matumaini kuwa kweli kile tulichokipata kule na tulichoambiwa ni sahihi. Kwa vijana wamekataa kuitwa kanisa la kesho. Wamesema hivi kwa nyumbani wanaitwa vijana, nyie ni watu katika familia. Wanasema hivi kwa nyie ni taifa la kesho. Katika taifa wanaita taifa la kesho. Wanasema hivi kwa na kanisani tumeshaondoa matumaini katika familia zetu, wametutoa, yani hawatuamini, hawatuthamini na hawatujali. Taifa limeshatutoa, halituamini, halituthamini na halitujali. Pamoja na elimu na nini, hatuna kazi, na hata tukienda kujitolea wanasema hivi kwa nyinyi hamfai. Kwa hiyo tumepuuzwa katika familia zetu na wazazi wetu, tumepuuzwa katika nchi yetu na viongozi wetu. Sasa tumaini letu ni moja tu, huyu aliyetuumba ndio tunayomkimbilia. Yaani vijana wanataka kumkimbilia Mungu wao. Na huyu Mungu wanakutana naye kanisani hapa. Sasa wanasema hivi kwa wakati mwingine wakija huku sasa wasifukuzwe, waruhusiwe. Na ndio maana leo nimefurahi kuona kuwa kwaya hii ambayo ina vijana wengi imeimba vizuri sana. Muipongeze. Kweli. Sasa mimi mtu akiniambia hivi kuwa vijana ni kanisa la leo, naelewa. Akiniambia hivyo naelewa. Kama umesali misa hii, alafu unaambia vijana ni kanisa la leo, usipoelewa wewe huwezi kuelewa. Mimi naelewa. Kwa hiyo sasa mimi kwa kusema hivi nataka tutumie nguvu ya vijana katika utume wetu, katika kanisa letu, katika matukio mbalimbali kuhakikisha kuwa nguvu hii na rasilimali hii kubwa ambayo Mungu ametupatia tusisubiri ikachoka afu ndio tuanze kuitumia. Tuwaingize katika mambo mbalimbali ya utekelezaji wa mambo mazito na ya msingi. Wao wanaelewa, hata ulimwengu wanauelewa vizuri kuliko sisi wengine wakubwa. Hao wanaelewa nini maana ya AI. Hawa vijana wanaelewa. Lakini ukiniambia mimi AI nitaanza kubabaika kidogo. Lakini hao wanaelewa. Wanaweza kukupatia majibu ya haraka sana mazuri. Ngaji muitumie vizuri wapendwa AI ina mambo yake. Muitumie vizuri katika kuinjilisha. Mumfikishe Mungu wa kutumia AI vizuri. Sio kufanya yale mambo mengine yale. Kwa hiyo sasa naomba sana tujitahidi kutumia nguvu hii ya vijana. Tutaandaa programu nyingine nzuri juu ya malezi ya vijana kwa sababu hiyo tunadaiwa. Yaani tunadaiwa kuwa kila jumuiya italeta ripoti jinsi. Kwanza tunaanza na kila familia. Nyie vijana ambao wapo katika familia yenu mmewasaidiaje? Jumuiya ambayo mpo katika familia yenu vijana wanakwendaje? Sijui kanda, parokia, mpaka jimbo, mpaka tutafikia katika hali ya kitaifa na baadaye ya MESEA kwa ujumla tutakapokutana katika mkutano mwingine. Lakini tunataka tumalize shida kubwa. Hatuwezi kumaliza zote, lakini kupunguza kwa kiasi kikubwa malalamiko ya vijana katika jamii yetu. Sasa ni lazima ili tuingie katika huo mchakato mzuri, lazima tukubali kujenga utamaduni wa kusikilizana. Ninyi vijana mtusikilize sisi wakubwa wenu mtusikilize sana. Lakini na sisi tulio wakubwa tuwasikilize vijana. Sio vyote wanavyoongea vijana ni vya hovyo. Hii ni lazima tukubaliane. Sio vyote wanavyoongea ni vya hovyo, kwa ni watu wa kuwapuuza. Lakini pia sio vyote wanavyoongea na vyenyewe ni vizuri vya kubeba tu na kwenda navyo. Kwa hiyo tukisikilizana tutapatana vizuri. Kwa naomba sana hata ninyi wana utume wa Fatima tujaribu
kuchukua hiyo hazina tuliopewa na Mwenyezi Mungu kubwa ya vijana na tuitumie vizuri katika maisha yetu. Tuitumie vizuri sana katika kuboresha utume wetu katika kanisa. Kwa hiyo vijana tuwatumie. Tusiwaogope kama unajua wengine tunawaogopa kwa sababu wanajua sana mitandao ya kisasa hii. Ukimwambia jambo fulani kisha ingia kafanya mambo yake katoa jibu. Kafanya hivyo huwa watatupeleka kubaya. Tusiwaogope, ila tuwe nao jirani na tuwasaidie katika yale ambayo tunaona kuwa wanakimbia mno kuliko hata AI. Tunawarudisha nyuma kidogo, lakini pia mengine watatusaidia na sisi kupiga hatua, maana hatua zetu zinakuwa nzito mno. Nzito mno. Unamwambia mtu fanya jambo fulani linachelewa, ukimpa kijana anakupa majibu ya haraka. Sasa kwani tupoteze muda? Kwa hiyo tuwatumie. Tunapowatumia tunawasaidia na wenyewe hiki kilio cha kuwa wamepuuzwa na jamii na kanisa pia kitapungua. Kama kweli sauti yao inasema hivi kuwa kimbilio letu lililobaki ni Mungu tu, wakutane na Mungu na kwako wewe. Wamuone Mungu ambaye anawasikiliza, Mungu anayewapenda, Mungu anayewajali, Mungu ambaye anawarekebisha katika maisha yao ili wakakaa vizuri na amani. Kwa hili nilikuwa naomba pia niwaachieni. Lakini pia niwakumbushe jambo ambalo nakumbusha kila mwaka, tujitahidi sana kutanua utume wetu pembeni ya hapa kati hapa. Tujitahidi sana juu ya hilo. Tumefanikiwa kidogo haya maeneo sio labda kwa sababu mlezi anatoka huko hemba huko. Huko walau tumefanikiwa kiasi fulani. Lakini sehemu zingine ukienda kuuliza utume wa Fatima hakuna kitu. Anasema hivi hata kusikia hatujawahi kusikia kama kuna chama kama hicho. Utume huo. Kwa hiyo niombe tuthubutu, tutoke, tufanye sadaka. Tuwafikie wenzetu. Na najua kuwa mmepata uongozi mpya sasa hivi, basi tujitahidi uongozi mpya na wenyewe kimbie hivyo hivyo kutokana na ulimwengu wenyewe unavyokimbia, na sisi tukimbie, tuhakikishe kuwa tunawajengea uwezo mzuri na tunabadilisha katika maana iliyo chanya, yani kuwapa watu elimu nzuri ya imani yao kwanza, wakatambua na wakabadilika katika maisha ya kawaida. Mimi baada ya kusema haya niwatakieni nyinyi nyote sherehe njema kabisa hizi, na niwapongeze zaidi kwa kuamua kuwepo hapa katika usiku huu mtukufu na safi kabisa kwenu, ili muweze kusali, kutafakari na kujifunza habari za mama. Tumsifu Yesu Kristo.